Naam Sheikh. Ninaamini kabisa macho, masikio, mawazo ya wana Shamsul Maarif Al-Islamia yako huku, kwamba mudiri yuko Hija na pengine wangetaka kusikia jambo lolote kutoka kwako, wasia, dua na kadhalika, lakini bila kusahau kuiombea hadhara yetu kubwa ambayo tumeirithi kutoka wazee na wazee, hasa kwa mwenyewe Sheikh Muhammad Abubakar Burhani, muasisi wa Shamsul Maarif Al-Kubra Al-Islamia, nawe ukiwa ndiye mrithi wake katika nafasi ya mudiri baada ya Mwenyezi Mungu kumukhtari shekhe wetu. Unaweza ukawaambia nini sasa wana Shamsul Maarif katika kuwahusia, kuwaombea na pengine kutoa maelekezo yoyote yale? Naam, ni kweli si wana Shamsul Maarif bali ndugu zangu Waislamu wengi ambao tunafahamiana. Ndio. Sababu alhamdulillah na marafiki wengi, najua wote waliofahamu kwamba niko katika viwanja hivi wana hamu ya kusikia kuna jambo gani naweza kuwaambia. Kwa hiyo kwanza niwahusie ndugu zangu Waislamu wote kwa ujumla kwamba siku hizi ni katika masiku yaliyo bora. Kwa si kwa sisi tu tulio katika viwanja hivi kama hujaji, bali hata wale ambao si hujaji hawako katika ibada ya hija pia wana nafasi kubwa ya kuweza kuchuma kheri katika masiku haya. Ikiwa ni yaumu tarwiya leo, yaumu arafa, tunafahamu kwamba kuna saumu yaumi arafa pia ni katika ibadati ambazo mtu akifunga anapata thawabu nyingi, kama vile ambavyo sisi kwa mtazamo wetu kila mahali wana yaumu arafa yao kulingana na muandamo wa mwezi, pamoja kwamba sisi hapa kesho tunahudhuria arafa, lakini tulokwenda nao sambamba katika muandamo kesho atakiwa wafunge. Na kama kule kwetu Tanzania wamechelewa kuona mwezi kwa siku moja, basi nao watakiwa wafunge kesho kutwa saumu yaumi arafa. Pamoja na hivyo lakini na kufunga siku ya 8 pia ulama wamesema ni vizuri mtu akafunga na siku ya 8, tena hasa katika mwezi kama huu ambapo inawezekana kabisa kwamba mwezi uliandama hawakuuona watu. Kama uliandama hawakuuona, maana yake ile wanaohesabu wao kwamba ni 9 itakuwa sio 9, 9 ni jana yake. Kwa sasa ulama wameelekeza ifungwe 8 na 9 ili uwe na uhakika kuipata ile 9 ya kweli. Lakini mbali ya hivyo si yaumu arafa tu itakiwa kufungwa, bali hizi siku zote 10 ni siku za saumu. Kwa hiyo ni mausim, ni muda mzuri sana huu wa kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja zetu mbalimbali. Ni muda wa kuchuma, na huu mwezi wote wa Dhulhijja, tukiacha zile siku 4, siku ya Eid na siku 3 za tashriki, zote bado ni siku za ibada, ni siku za kufunga. Kwa watu ninachowahusia ni kwamba tuitumie hii nafasi, hata kama wewe si haji, tumia nafasi hizi, na sisi tulio huku basi inshallah tunawaombea na wenzetu nao vile vile, pamoja na kwamba dua ni popote, yaombwa popote, lakini sisi ni musafirina. Tumesafiri kutoka kwetu Tanzania mpaka huku na tuko katika ibada hizi, na maana muda mrefu mwingi tuko ndani ya ibada. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu huenda akaziitikia zaidi dua zetu, lakini hata wao pia watakiwa tuombee na sisi. Kwa hiyo sisi tunawaombea sana wenzetu, lakini katika mambo pia ya kuomba kama hivi mbele hapo kwa Waislamu wote tunahusia, unakuja uchaguzi, takiwa tuombe nchi yetu iwe na amani. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tunavyoishi kwa amani, basi tuendelee kuishi kwa amani, na atutoe ubaguzi wa kidini. Namuomba sana Mwenyezi Mungu atutoe ubaguzi wa kidini, sababu kuna wenzetu wameshaanza kuonyesha. Mpaka sasa hivi mama aliye madarakani utakuta anapigwa sana vita, lakini ukiangalia wanaompiga vita asilimia kubwa ni watu ambao wako dini tofauti na yeye. Ishara inayoonyesha kwamba hapa pana ubaguzi wa kidini unakuja. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu ubaguzi huu usije, kwa sababu ukija mambo yakiharibika hatachagua Muislamu wala asiyekuwa Muislamu. Hawa wanaoleta ubaguzi hawa
ni sawasawa na mtu ambaye yuko ndani ya nyumba alafu anaipiga mchi ile nyumba, sijui ikianguka kama yeye ataweza kusalimika. Ndugu zangu wote, tumuombe Mwenyezi Mungu amani hii idumu, na huyu mdudu huyu wa kuleta udini katika mambo ya kisiasa basi awekwe kando. Jingine kwa ndugu zangu wa Shamsul Maarifi, kama Sheikh alivyosema, mbele yetu tuna jambo letu hili la kila mwaka, nalo tuliombee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo linakwenda vizuri siku zote basi liende vizuri zaidi, na jambo lile tunafahamu kwamba kila mwaka linazidi kupanuka, basi kupanuka kwake kule na kukua kwake kule izidi kheri, isije ikafikia mahali likawa ni shari kwetu. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe taufiki na azidi kutuongoza tuweze kumwabudu na kumuomba sana. Lakini kama ulivyosema katika maeneo haya Shekhe, dua inakubaliwa. Waonaje sasa katika kumalizia, pengine ungenyanyua mikono kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu katika eneo tukufu kuliombea jambo letu hilo la Shamsul Maarif, lakini pia kuiombea nchi yetu na kumwombea mama huyo ambaye tunaona kuna anasukwasukwa na watu wasiomtakia mafanikio katika uongozi wake. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu atupe kheri, atukubalie ibada yetu tunakuja kuifanya huku. Amin. Azikubali ibada zetu zote tunazozifanya huku. Amin. Lakini pia Mwenyezi Mungu azidishe amani katika nchi yetu. Amin. Kila yule ambaye anataka kuvuruga nchi yetu, basi Mwenyezi Mungu anamjua na ana uwezo wa kumzuia. Tunamwachia yeye, ndo anajua, hafundishwi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aidumishe amani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mama yetu huyu amzidishie subira, amzidishie hikma, na amzidishie moyo na uzalendo wa kuipeleka mbele nchi yake. Na vile vile na sisi Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye kuona mazuri yanayofanywa. Tusiwe na tamaa zetu mbali na mambo yetu binafsi yanayotupelekea kwamba mpaka hata mazuri hatuyaoni kwa sababu ya tamaa ima za kimadaraka au tamaa za kidini au chuki za kikabila za Uzanzibari na Ubara au chuki za kijinsia kwamba huyu mwanamke. Mwenyezi Mungu atuondolee vitu hivi. Sote tutazame kwa ujumla maslahi ya nchi yetu, tutazame manufaa ya amani yetu, lakini na shughuli yetu hiyo pia Mwenyezi Mungu aisimamie ya Shamsul Maarifi ala hadhihi niyat wa kulli niyatin salihah. Nawaha ibadullahi salihun wa nawaha alhadirun wa ila hadratin nabii sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. شكرا.